Mnajua ni kwa sababu gani watu wanafoji miujiza? Mnajua kwa sababu gani watu wanalipindua neno la Mungu? Mnajua ni kwa sababu gani watu wanafoji mpaka shuhuda? Mnajua ni kwa sababu gani? Sababu yenyewe kuu ni kwa sababu Mungu hayuko pamoja nao. Mungu hawaungi mkono. Kitabu cha Mathayo ule mlango wa 28 aya za 28 kurudi kule chini zinasema, Yesu alisema, akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote duniani na wapi? Na mbinguni. Basi ninawatuma. Mamlaka hiyo nilionayo hapa duniani, nilionayo mbinguni, niliopewa, ninaitransfer kutoka kwangu mpaka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mamlaka hiyo nimewapa. Mimi nilikuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji, nimewapa mamlaka hiyo, nimewapa uwezo huo. Nilikuwa nina uwezo wa kufufua wafu, maana mliona hata Lazaro nilimfufua. Nimewapa uwezo huo. Niliweza kufufua mtoto wa mjane, nimewapa uwezo huo. Niliweza kutembea juu ya maji, niliweza kugeuza maji yakawa divai, niliweza kuponya ukoma, niliweza kutoa pepo, niliweza kukemea bahari. Uwezo huo nimewapa ninyi, maana nimepewa mamlaka kutoka mbinguni na duniani. Hiyo mamlaka hiyo na itransfer kwenu. Petro, Yohana, Yakobo, Andrea na wanafunzi wote watakaonigeukia, mtakaowahubiria hiyo Injili. Uwezo huo nino transfer kwenu, na ili muweze kuyafanya haya ni mpaka mimi niwe niko pamoja nanyi, nami nitakuwa nanyi pamoja nanyi kuanzia sasa hadi mwisho wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watumishi wa Mungu wa leo wanafoji miujiza sababu Mungu hawako pamoja naye. Wanafoji ushuhuda kwa sababu Mungu hawako pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Wamejitenga na utukufu wa Mungu, wamejitafua na dhambi, si watakatifu. Bwana hawaungi mkono kwa kazi zao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kazi ya mtumishi wa Mungu ionekane kwamba inaendelea, ni ishara sionekane, ni miujiza ionekane. Na hii miujiza si hao washirika ndio watakaosema, si yule pastor ndiye atakayesema. Mataifa, watu wasiomjua Mungu, ambao hawako nuruni, wanaona vitu vilivyo nuruni, hao ndio watathibitisha miujiza hii ni ya kweli ama ni ya kufoji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mhubiri anaanza mwaka wa kwanza yuko na waumini 2, mwaka wa pili yuko na waumini 100, mwaka wa 3 yuko na waumini 500,000. Basi huyo Yesu mwenyewe akiwa Mungu katika mwili, hiyo huduma yake ya kumkomboa mwanadamu pale msalabani alifanya takribani ndani ya miaka 30 maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo huduma kuu akaifanya kwa miaka 3. Ndani ya miaka 3 kanisa la milioni la watu milioni 2. Kudanganyana, kuna mambo hayako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu haendi hivyo. Mungu anaanza na mtu from scratch, ili wakati
atakapomweka pale juu, watu wasiwe na maswali naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huduma hizi baada ya muda mchache, miaka 15 ni mingi, huduma zishaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anatuagiza tukasaliwe mara ya pili, na sisi tumesaliwa tayari mara ya pili. Tunajifunza nini katika haya maandiko? Tunajifunza ya kwamba ili tukaweze kufanya yale yote ambayo Yesu aliyafanya, alitupa mamlaka hayo kutoka kitabu cha Mathayo. Alitransfer mamlaka ambayo Mungu alimupa kutoka mbinguni na duniani. Mamlaka hiyo alitransfer kwetu, lakini akaahidi yuko pamoja nasi hadi mwisho. Kwa hivyo ukiona mtumishi wa Mungu chochote anachokifanya hakifanikiwi, jua ya kwamba Mungu hayuko pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Wayahudi, Nikodemo pamoja na Mafarisayo walijua ya kwamba Yesu ni mwalimu kwa ishara alizokuwa anazifanya, na ishara hizo ni kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa ambao haungefanywa na mwanadamu yoyote, bali ungefanywa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo walithibitisha nini? Walithibitisha ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu katika mwili. Aidha wataka ni hivyo ama hautaki ni hivyo, Yesu Kristo ni Mungu. Kwa mara ya kwanza mbinguni kuna kiumbe mwanadamu ambaye ni Yesu, akiwakilisha mwili wangu pamoja na wako. Bwana Yesu asifiwe. Sema dhambi haina nguvu tena wakati ninapokuwa na Yesu. Dhambi haina nguvu tena. Dhambi haina nguvu tena kwangu wakati Yesu yuko ndani yangu. Dhambi haina nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu yuko mbinguni, anawakilisha ufalme wa Mungu. Amen. 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 Na tujitahidini kuzishika amri zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza mahali hapa. Yesu anasema usistaajabu ya kuwa nimekwambia wewe pamoja na hao Mafarisayo wenzako na hao Wayahudi, hamuna budi kuzaliwa tena mara ya pili, kwa sababu nyinyi muamini Torati na manabii, lakini Torati na manabii haikufanyi ukaingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii ndio sababu ya Waislamu wataenda kuchoma motoni. Kwa sababu gani? Hawaamini ya kwamba Isa bin Maryam ni Mungu katika mwili. Na anasema Yesu, mimi ndo njia, kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia ya mimi. Mtu yoyote asiyeamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ya kwamba Yesu ni Kristo, ya kwamba Yesu ni Mungu katika mwili, amekufa katika dhambi zake na hata urithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Nikodemo anamwambia Yesu, yatawezekanaje mambo haya? Yesu anamuuliza, kisha wewe umwalimu wa Israeli na mambo haya huyajui? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunaona nini? Jambo lingine la msingi linalojitokeza hapa, Injili haihubiriwi na wasio elimu enzi hizi tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nimalize na vifungu fulani ambavyo vilitumika katika maandiko matakatifu. Inasema hivi: walipomkamata Petro na Yohana, walipowachunguza vizuri, wakagundua kwamba ni watu wasio na elimu. Lakini kilichowashangaza, bado ni makala na mbiriri, bado ni makala na bidii kama na elimu.
tukimwenga ni kwa sababu makarama kigulana na Yesu. Na Yesu ndiye mwanzilishi wa hiyo elimu. Yeye ndio hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo Injili inasema tena maneno haya. Mtume Paulo anasema hivi. Mtume Paulo anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wenye elimu. Hapa tunaona ya kwamba mwalimu anamfuata mwalimu mwenzake. Dunia hii ya leo, kama mhubiri hana elimu ya kutosha, hawezi kushawishi watu, kwa sababu aliyeeneza Injili kwa watu wa mataifa alikuwa ni msomi mkubwa sana. Mtume Paulo huyu alikuwa ni msomi mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana akaweza kufikia watu wengi wakati wa dunia yake, wakati wake, kwa sababu alitumia elimu aliyokuwa nayo na uwezo wa Roho na nguvu za upanga wa Roho Mtakatifu, akihubiri Injili, akakubali mikwaruzo na machibuo ya watu katika mwili wake na moyo wake, kukataliwa na kupendwa na watu, ili ahakikishe ya kwamba amemletea watu Mungu wasio na mawaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pavyo siku ya leo inatuhitaji tuwe na elimu. Huu ni ulimwengu wa utandawazi. Mitandao imejaa, vyuo vimejaa, mashule yamejaa. Gonya mchungaji, mtu wa Mungu, umepakia darasa la 5, unatarajia kufundisha mtu mwenye masters, unatarajia kufundisha mtu mwenye degree, darasa la 5, utamwambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia nini? Darasa la 5 unafundisha lecturer wa university, unamwambia nini? Bwana Yesu alipe. Tunamwona Nikodemo na elimu yake ya kimafarisayo, lakini anashindwa na hekima ya Mungu iliyopo ndani yake. Kwa hivyo sisi inatupasa tusome, tuchanganye na elimu ya Yesu, tushangaze ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ndagonyera hao nikiambira kukala anangu siku ya leo inakubidi kukadime kwenda jojosi atumakamanye kukala Yesu ni Mulungu anadima kubadilisha. Mulungu abariki, Mulungu ahase, roro sinuri hendaro